Leo tukaangalia ubora kati ya hii na hii. Ipi ni bora kwa wewe ambao unafanya kazi ngumu? So twende moja kwa moja nikakuelekeze hatua kwa hatua jinsi ambavyo zinafanya kazi hizi, yani hizi zina utofauti wake ni upi. Okay, usiondoke kwa sababu ninaenda kukuambia siri ambayo ulikuwa haujui kati ya hii na hii, na kwa nini utumie hii au kwa nini utumie hii. Okay? Twende direct nikakuelekeze. Cha msingi, kama bado hujasubscribe, hebu fanya hivyo, subscribe na like na ufollow account hii kwa teki kama hizi. Okay? Twende moja kwa moja. Kwanza kabisa, hii Cloud sasa hivi imekuwa na watu wengi sana kiasi kwamba watu wamevutiwa nayo, wanaipenda na iko vizuri na inaleta matokeo mazuri sana. Na pia kama wewe utakuwa unafanya subscription, maana yake utakuwa unapata pro vitu ambavyo ni vizuri zaidi. Sasa kuna hii hapa DeepSeek. DeepSeek yani Cloud DeepSeek. Sasa DeepSeek na Cloud, yupi ambao ni bora kati ya Cloud DeepSeek? Na kwa nini nakupendekezea kwa sasa hivi utumie kati ya hizi mojawapo ambao unaweza ukafanyaje ukapata research ya kutosha? Kwanza kabisa nimeielezea Cloud. Cloud kama nilivyokuambia kwamba Cloud ina watumiaji wengi, pia hata majibu inayokuletea ni mazuri sana kiasi kwamba wewe mwenyewe unaweza kufurahia nayo. Okay, sasa kuna hii DeepSeek. DeepSeek watu wengi wamekuwa wakiona, lakini wachache ambao wanakuwa wakiitumia. Mimi mmojawapo nimekuwa nikiitumia hii. Kuna vitu ambavyo nimelinganisha kati ya Cloud na DeepSeek. Kuna document moja nilimpa kitabu, nilikuwa naandika kitabu. Sasa nikamwambia naomba ukisummarize hiki kitabu. Kitabu kilikuwa na peji kama 270. Nikaanza na Cloud, nikamwambia kisummarize hiki kitabu alafu ukipangilie vizuri zaidi kama nilivyokupa haya maneno. Okay. Iliniletea kiuhalisia, iliniletea majibu ambayo sikulizika nayo. Ukiangalia majibu yenyewe ni mafupi, kwa hiyo haya kunilizisha kabisa. Kitu iliniletea limitation kwamba siku hiyo siwezi tena kuendelea kwa ile dokumenti moja ambayo nilikuwa nimeipa PDF, lakini mwisho wa siku ni stop, ikaniambia kwa siku ya leo huwezi ukaendelea mpaka kesho muda wa saa 2 kama inavyoonyesha hapo. Nikasema okay, sio shida kwa sababu nina ujuzi wa hizi tools nyingi za AI, naweza nikaipa nyingi. Nikaamua nimpe DeepSeek kama hivi, nikampa DeepSeek ile ambayo nilimpa Cloud, nikampa DeepSeek. Sasa DeepSeek kitu ambacho ilileta, kusema kweli ilinishangaza sana. Kwanza hii iliniletea ujumbe mzuri, licha ya kuwa niliipa prompt ndefu sana yenye maagizo, lakini mwisho wa siku ilinipa kitu ambacho sikukitarajia kabisa. Sikutarajia kama ingeweza kusummarize hivi vyote na kunipa majibu. Ukitathmini prompt niliyoipa ni ndefu sana, lakini ilichukua maagizo yote na kunipa kitu ambacho nilikitarajia. Kwa hiyo hii iko vizuri, ninaweza nikaipendekeza kwako. Okay? Twende. Okay. Kwanza DeepSeek ilisummarize kitabu chote chenye peji 270, ilikisummarize, alafu jinsi nilivyoicommand ikaniletea kile kitu ambacho nilikuwa nakihitaji mimi. Kwa hiyo wapi wewe? Huku au huku? Okay, kwa sasa hivi hii hapa inakufaa kama unahitaji kulipia. Yaani kama bajeti yako ni ndogo, hii hapa inakufaa. Hii hapa inakufaa. Lakini kama wewe masuala ya subscription sio shida kwako, huyu hapa anakufaa. Kwa hiyo unaweza ka subscription, hata bei hizi zinatofautiana. Hii hapa ina bei kubwa kuliko hii hapa. Hii hapa ina bei ndogo. Ukilinganisha hii hapa ina bei kubwa sana lakini sasa hii hapa ina bei ndogo. Sasa ubora wake ni upi kati ya hii hapa na hii? Huyu ni Mchina, si ndio? Huyu ni Marekani, okay? Mchina, Marekani. Sasa kwa hiyo nani bora kati ya huyu au huyu? Ni nani bora? Na kuachia swali hapo, unijibu mwenyewe hapo ni nani bora. Lakini kitu ambacho nimerecommend, nimekueleza wewe kama ni mtu wa subscription utaenda hivi, na mtu ambao bado unataka vitu vya free huku kuna kufaa. Kwa hiyo hebu niandikie kwenye comment hapo, wewe ni ipi ambayo kwako ni bora zaidi na unaweza ukaanza kuitumia. Okay? Hii ni Tech Kijanja. Kama bado hujasubscribe, subscribe hapo ili uungane na familia hii kubwa. Okay? Till next time.